wanakuwa kama Elia. Ukisema kuhusu Esther, utakuwa kama Esther. Ukisema kuhusu Yezebeli, utakuwa na tabia kama za Yezebeli. Kwa hiyo Yezebeli alikuwa na tabia ovu. Yezebeli alikuwa hamwabudu Mungu, akaiambukiza kwa mume wake, akamtoa mume wake kwenye mstari anaitwa Ahabu wa kumwabudu Mungu. Mwanamke huyu hakufaa kuiga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mke wa Ahabu ambaye ni roho kwa sasa hivi tunavyosema, Yezebeli alimtoa mume wake, akamuongoza vibaya. Kwa Kiswahili cha sasa tunasema alikalia, maana alikuwa anafanya maamuzi yote ya kifalme, na pia alikuwa anaongoza vibaya kwa sababu hakuwa na roho ya Mungu. Mwanamke mwingine alikuwa ni mke wa Lot, ambaye hakutii maagizo ya Mungu na kugeuka kuwa jiwe la chumvi. Mwanamke mwingine alikuwa ni mke wa Ayubu, ambaye alimshauri mume wake amkufuru Mungu ili afe. Kwa hiyo tumeona wanawake waliotumia vizuri nafasi zao, nyumba zao zikakaa vizuri. Lakini tumeona wanawake waliotumia vibaya nafasi zao, nyumba zao zikaharibika. Wito wangu kwa wanawake tulioko hapa, tuwaige wale wanawake ambao walijenga nyumba zao kwa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yananiambia kitabu cha Mithali 11:22. Mithali 11:22. Mwanamke mzuri asiye na akili ni kama pete ya dhahabu puani mwa nguruwe. Kwa hiyo pamoja na uzuri wako, kama haufuatilii mambo ya kiroho ya nyumba yako, kama hauapply mambo ya kiroho kwenye nyumba yako, wewe ni sawa na dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Ndivyo maandiko yanavyosema. Maana yake haufai kwa lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama ukiwa mzuri kama Esther, hata kama ukiwa mzuri kama Abigaili, bado mbingu zinakuhitaji uiongoze nyumba yako kiroho. Maandiko yananiambia kwamba Mungu ameumba jambo jipya. Mwanamke atamlinda mwanaume, sio kwa ngumi, sio kwa mashindano, sio kwa mateke. Mungu ameumba jambo jipya. Mwanamke atamlinda mwanaume rohoni. Mwanamke ukikaa vizuri rohoni, kuna vitu hata uhitaji kuhangaika navyo. Yaani kuna watu wanakufa na pressure za kuangalia simu. Ukikaa vizuri rohoni, hata hiyo simu utaangalia. Kwa nini? Una control vitu rohoni, hau control vitu mwilini. Kabla kitu chochote hakijatokea kwenye familia yako, wewe tayari unazo taarifa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kama umegundua simu imekuwa ni sababu mojawapo ya kupoteza muda kwa wanawake na kupoteza direction ya vitu vya kiroho, unaangalia simu, unaacha kumwombea. Simu inapoteza connection yote ya kiroho na inakufanya unaacha kuomba. Na sio kwamba hata ukiangalia kuna kitu ambacho unaweza kucontrol. Katika kazi ngumu duniani ni kumchunga mwanadamu, sio mwanaume, mwanadamu. Mwanadamu anachungwa na Mungu tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitaka kuchunga nyumba yako, dili na vitu vya rohoni. Achana na haya matokeo ambayo yameshatokea mwilini. Badilisha vitu rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yananiambia Yakobo 1:5-8. Lakini mtu wa kweli akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kwa hiyo mwanamke au mwanaume, ukipungukiwa na hekima ya namna ya kuangalia nyumba yako, ikumbuke utakuja kuulizwa nyumba uliopewa. Kwa hiyo Mungu alimwambiaje Hezekia? Tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa wala utaishi. Nyumba uliopewa na Bwana, watoto uliopewa na Bwana, kuna siku utatoa hesabu yake. Sasa kama wewe unabaki unahangaika na simu, unahangaika na vitu vya mwilini, hakuna hesabu ya vitu hivi. Utakapokufa hesabu unayotoa ni vitu vya kiroho ulivyofanya kwenye familia yako, sio vitu vya kimwili. Ulifanya vitu gani vya kiroho kwenye familia yako? Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ukiona kuna mahali umepungukiwa na hekima, nenda mbele za Bwana, muombe Mungu akupe hekima ya namna ya kuishi kwenye hiyo familia, ya namna ya kuishi na hawa watoto, ya namna ya kuishi na hiyo nyumba. Kuna mtu Mungu anampa watoto, badala ya kuwaombea analalamika, hata wanageuka kuwa teso, anatoka kwenye reli ya mambo ya kiroho. Ilikuwa sio maana ya Mungu. Mungu akikupa watoto, maana yake ni uwasimamie rohoni. Ukiwasimamia rohoni, kuna vitu vitaenda sawa tu, kama sio leo ni kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukasema kwamba mimi ninaacha, utatoa hesabu ya mke uliyepewa, utatoa hesabu ya mume uliopewa, utatoa hesabu ya watoto uliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Ezekieli 3:17, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili linatoka katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Kwa hiyo sisi tumewekwa kuwa walinzi, sio walalamikaji. Kuwa mlinzi, linda vitu vya kiroho vya nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata lini utatangatanga, binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mifano hii tumeisoma sio kama ni majina tu, ni roho zilizobeba zile tabia. Nenda nyumbani, kakae, Roho wa Bwana kuongoza, usome vizuri vile alivyovifanya Esther, vifanye kwenye nyumba. Alivyofanya Abigaili, vifanye kwenye nyumba yako. Alivyofanya Rahabu kumheshimu Mungu, fanya kwenye nyumba yako. Alivyofanya Vashti kutomtii mume wake, usifanye. Neno la Mungu ndio kiongozi wetu. Neno la Mungu ndio taa. Usiangalie dunia inasema nini. Dunia ya sasa imejaa uovu. Angalia neno la Mungu linasema nini. Maandiko yanasema neno la Mungu halipiti. Li hai. Yesu alisema maneno haya ninayowaambia, maneno haya ni roho. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halipiti. Kwa hiyo badala ya kuangalia dunia inasema nini kuhusu mwanamke, angalia neno la Mungu linasema nini kuhusu mwanaume. Angalia neno la Mungu linasema nini. Kama mmekuwa makini, angalia dunia ya sasa inamtoa mwanaume, inamweka mwanamke. Sivyo Bwana alisema, inamtoa mwanaume kwenye familia, inamweka mwanamke. Lakini wewe ambaye una ufahamu wa neno la Mungu, hutakubali kumtoa mume wako kwenye familia na kujiweka wewe. Sivyo alivyofanya Bwana, sivyo neno la Mungu linavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Na dunia ya sasa inamnyima nguvu mwanaume, inampa nguvu mwanamke. Sisi ambao tuna utambuzi wa neno la Mungu hatuwezi kukubaliana na jambo hili, kwa sababu sivyo alivyosema Bwana. Sisi ambao tuna hofu ya Mungu tutawatii waume zetu, tutawasikiliza waume zetu, tutaongoza nyumba zetu katika mambo ya roho kwa kuomba na kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna msaada wowote unaweza kuupata nje ya neno la Mungu. Kama nafikiri na tani, sio vizuri kusema nini. Tafuta hata mtu anayetafuta msaada wa kindoa, akaenda kwa kansela, atatoka huyu, ataenda huyu, atarudi huyu. Kwa nini? Msaada wa kweli unatoka kwa Mungu. Msaada wa kweli uko kwenye neno la Mungu. Unapokutana na changamoto yoyote, neno la Mungu lina pumzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nenda madhabahuni kwa Bwana, kamtafute Bwana, atakupa suluhu. Umepungukiwa na hekima, kuna mahali unaweza kujiona una hekima, lakini kama unajua umepungukiwa na hekima, nenda madhabahuni kwa Mungu. Kwa muombe Mungu atakupa hekima ya namna ya kulea hao watoto, ya namna ya kuishi na huyo mume, ya namna ya kuishi na huyo mke, ya namna ya kuishi na huyo bosi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu ndio msaada wa kweli. Na tuache uvivu wa kusoma neno la Mungu. Tusikubali kusomewa neno la Mungu. Ujue unaposema neno la Mungu unakutana na Mungu mwenyewe. Na kuna ufunuo tu atauachilia kwako. Na neno la Mungu ni jipya kila siku. Mimi nimekuwa na tabia ya kusoma Biblia. Kuna wakati nilisoma kitabu cha Yeremia, nikakimaliza. Nikaingia kitabu cha Ezekiel, nikakimaliza.
Hapo Roho wa Mungu akaniambia rudi kwenye Yeremia. Nikaanza kuuliza, mbona nimetoka kusoma? Nimeelewa. Nikaanza huko. Lakini nilikuwa nashangaa. Mbona hivi vitu nilisoma lakini sikuviona? Mbona ni vitu huwezi hata awe mhubiri yeyote duniani hawezi kusoma neno la Mungu akasema nimemaliza, siwezi kusoma tena. Neno la Mungu lina mafunuo mapya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanawake wenzangu tulioko hapa na wanaume, tusikubali kutolewa kwenye mstari wa kutokusoma neno la Mungu. Kitu ambacho shetani anacheza na akili zetu sasa hivi ni kututoa kwenye mstari wa kutokusoma neno la Mungu. Neno la Mungu lina msaada. Ukiona tu uko mvivu au unasoma neno la Mungu uelewe, ujue shetani amesha kupiga roho. Bwana Yesu asifiwe. Na faida ya kusoma neno la Mungu, hata unapoenda kusikiliza mahubiri unaelewa. Kama mtu anatumia kudanganya unajua, kwa sababu tayari una uvuvio wa roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wanawake hawa waliotufundisha vyema, na wito wangu kwa wanawake wote tuwaige wanawake hawa, na zile tabia unazoziona kabisa ni za wanawake wasiofaa tusiziige, na tumuombe Mungu atusaidie katika nyumba zetu. Amen. Na hili ndilo neno la Mungu. Makofi mengi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Makofi mengi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki mno na kuzidi. Haleluya.